Sili, sili. Unaweza fichwa jambo lolote usijue. Unaweza fichwa jambo lolote usijue. Anaweza kuwa ndugu wa damu ama rafiki wa karibu. Anaweza kuwa ndugu wa damu ama rafiki wa karibu. Nisikilize kwa makini. Sawa. Naomba unisamehe sana Maria. Najua nilikukosea sana. Lakini kwa hiki nashukuru sana. Asante. Nashukuru pia. Mimi nimefanya yote kwa sababu mimi nakupenda wewe. Sawa. Nashukuru kwa msaada wako Mariam. Asante kwa msaada wako, na kwa sasa hivi nahitaji niondoke nirudi nyumbani. Hivyo ningeomba hata wewe pia uweze kurudi nyumbani kwa sababu haya mazingira sio salama kabisa Mariam. We, unasemaje? Yaani nataka uende nyumbani sasa hivi na mimi nielekee zangu nyumbani. Yaani hapa tunaenda wote huko unakoenda. Nyumbani siendi. Yaani hapa tunaondoka wote. Nyumbani siendi Jose. Mimi yaani hapa tunaondoka wote. Mariam. Hivi uone kama tutaongeza tatizo? Yaani mimi tena niondoke na wewe. Kama mimi nikiondoka na wewe, wakati katika watu wanaonitafuta na kaka yako yupo. Uone kama hili tatizo litakuwa kubwa zaidi Mariam. Tumehangaika mara ngapi? Tumenyanyasika mara ngapi huko msituni? Leo hili ndo lije likutisha. Huyo Mashaka anakutisha nini? Huyo Peter ni mzazi wangu. Mimi nafuata moyo wangu unapenda. Wewe ni yatima wa maisha yangu. Mariam. Basi sawa. Kwa sababu umenisaidia maisha yangu, nipo tayari kuondoka na wewe. Kweli? Sili, sili, sili. Sili, sili, sili. Unaweza fichwa jambo. Kama unavyoona, hii mvua kidogo inatakiwa tuondoke mapema. Haina shida, tuondoke zetu. Sawa. Anaweza kuwa ndugu wa damu ama rafiki wa karibu. Anaweza kuwa ndugu wa damu ama rafiki wa karibu. Aise. Pole sana mwanangu kwa changamoto ulizopitia. Nashukuru sana mama. Pole. Binti. Asante sana kwa kuokoa maisha ya mwanangu. Mwenyezi Mungu akubariki. Karibu sana mama. Asante sana. Jose. Karibuni mwanangu na pole sana. Ndio hivyo mama, tushapoa. Tayari tushakaribia. Lakini vile vile baada ya yale yote pia aliomba pafahamu na kuishi. Lakini pia alitamani sana awafahamu wazazi wangu. Hivyo nikaona sio mbaya. Ndio maana nimekuja naye. Karibu sana. Hapa ndo kona Joseph na mimi ndo mama yake. Jisikie upo nyumbani, kuwa huru. Mariam. Unatakiwa kuwa huru, hapa ndo nyumbani, ndo kwetu. Kwa hiyo jitahidi tu upazoee. Sawa Mariam? Sasa mama. Simuoni baba, atakuwa yuko wapi? Mzaa vijiweni umemsahau? Atakuwa kijiweni. Nahisi yupo kijiweni. Basi sawa. Na kwa kuwa kidogo tunajua safari na nini. Kuta mmepumzika, muda sio mrefu nje niwaandalie chakula. Karibuni jamani, dada jisikie huru. Haya karibu mama. Mpeleke mwenzako apumzike. Sawa mama. Anaweza kuwa ndugu wa damu ama rafiki wa karibu. Anaweza kuwa ndugu wa damu ama rafiki wa karibu. Mwanangu amepitia changamoto sana kwa kijijini. Ila yote ni kumkabidhi Mwenyezi Mungu. Namshukuru Mungu kwa sababu amerudi salama. Ila kijiji cha Rusungu ni hatari. Ngoja nikaandalie chakula kwanza. Sili, sili, sili. Sili, sili, sili. Unaweza fichwa jambo lolote usijue. Unaweza fichwa jambo lolote usijue.
anaweza kuwa ndugu wa damu ama rafiki wa karibu, anaweza kuwa ndugu wa damu ama rafiki wa karibu. Mapoli. Naam. Na Mundu hapa. Naam. Bila shaka leo ndo siku ile ambayo niliwaahidi kuwa lazima nitakuja nyumbani, na nafikiri leo siku hii imetimia. Kama mnavyoona mbele yenu, huyu hapa hivi ni mchumba wangu, anaitwa Mariam, ambaye natarajia kuwepo naye kufunga naye ndoa, kama mnavyojua tena mila na tamaduni za kijijini kwetu, sawa? Mariam. Hawa ni marafiki zangu. Yule anaitwa Mapori na huyu anaitwa Mundu. Nafurahi sana kuwafahamu. Shemeji. Karibu sana. Karibu kwenye kijiji cha Bwanga. Utaniapo tu kidogo, maana najua umetokea kwenye Nguru. Yaani kwenye njiwa kijijini. So karibu kujisikia amani. Asante. Shemeji. Jose. Naam. Mimi kwanza nisiwe mnafiki mwanangu. Yaani kiukweli umechagua mwanamke ana kila sifa. Kwanza ni mzuri. Ndio. Pia yani Mwanangu, yani kwa hiyo kifupi tu yani hongera bwana. Asante sana. Na nafikiri mimi sina muda wa kupoteza. Na hata mkija nyumbani msiponikuta, mkimkuta yeye, maana yake kila kitu kipo sawa. Sawa. Kwa msijali kabisa katika hilo. Na kama hamtojali, ningeomba tu kwa wakati huu tuweze kuondoka, kwa sababu kuna vitu hatujavikamilisha nyumbani. Kwa hiyo ningeomba ruhusa yenu ili niweze kuondoka. Wewe ndio. Shemeji. Nisikilize. Yaani atokee kuonea kwenye hichi kijiji, nitafute mimi Mapoli. Hakuna asiyenijua. Mimi ndo Mapoli. Yaani wewe nitafute mimi. Usijali shemeji yangu. Jiamini, nipo mimi. Yaani watakimbia hiyo si. Jisikia amani. Tupo sisi mashemeji zako. Usijali. Mimi labda shemeji ngutoa wasiwasi. Huyu ni muoga. Yaani muoga. Shawa. Yaani kwenye hichi kijiji hakuna mtu asiyemfahamu Mundu. Yaani vijana wa umwe kusimamisha kwamba upuzi wangeenda kumwambia Mundu. Wananifahamu. Najua karate, najua ngumi na niliu kung fu na mauchau hivi kama wa China hivi. Yote nayaweza. Kwa ananiogopa hichi kijiji kuwa na amani shemeji. Huyu hapa ananijua, muulize. Yaani ongea tu kwamba mimi naenda kumwambia Mundu. Wananifahamu. Unaweza kuvunja miguu kubegani wanakimbia. Mimi nafahamika hapa ni mkorofi. Mimi ni mkorofi vibaya mno. Kwa kuwa na amani. Nashukuru. Basi sawa, mimi nafikiri ni waache kama nilivyoeleza, tukipata nafasi tutaonana tena. Unaenda sasa hivi tu? Anaondoka hivyo. Atusindikize. Sawa, haina shida kiongozi. Poa bana. Mwanangu, Joseph kapata futa. Unasemaje wewe? Wana mimi lazima leo hii nipate mwanamke. Unajua Joseph kwa kijana anayejielewa sana. Hata mimi nitazifuata mienendo zake. Hata mimi nitaenda huko kwenye Nguru, yani kwenye njiwa. Kumbe kijijini huko kuna wanawake wazuri hivi. Yaani mwenyewe nashangaa hivi, kumbe kijijini Unaweza fichwa jambo lolote usijue. Unaweza fichwa jambo lolote usijue. Anaweza kuwa ndugu wa damu ama rafiki wa karibu. Anaweza kuwa ndugu wa damu ama rafiki wa karibu.
fichwa jambo lolote usijue. Unaweza fichwa jambo lolote usijue. Anaweza kuwa ndugu wa damu ama rafiki wa karibu. Anaweza kuwa ndugu wa damu ama rafiki wa karibu.